Leo tumetembelea mtaa mmoja wa Mshikamano katika shule ya msingi Mshikamano pamoja na Mbezi Inn Sekondari. Lengo kubwa ilikuwa ni kujionea hali ya utoaji wa elimu, kujionea hali ya malezi na namna wanavyohimiza maadili na uzalendo katika shule hii. Lakini pia namna ambavyo wanaendelea kujenga utamaduni wa usomaji wa vitabu kwa wanafunzi wetu, kujionea hali ya miundombinu, hali ya ufaulu, lakini vile vile hali ya kiutumishi katika shule hii na kuona mafanikio yaliyopatikana, lakini vile vile endapo kuna changamoto ambazo tumezisikia, kuona namna gani ya kuweza kuzitatua. Kipekee niendelee kushukuru sana serikali yetu chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kuweka mkazo katika upatikanaji wa elimu iliyo bora kwa taifa letu. Lakini zaidi sana kwa namna ambavyo ameendelea kuwekeza kupitia miradi mbalimbali ya uboreshaji wa elimu sekondari SEQUIP pamoja na uboreshaji wa elimu ya msingi BOOST, mradi wa EP4R na miradi mingine mbalimbali. Lakini kipekee namna ambavyo ameendelea kuhakikisha taratibu mzima wa sera ya utoaji wa elimu bila ada unavyoendelea, na nimejionea pia katika shule hizi mbili namna ambavyo imeendelea kuwa msaada mkubwa, tukitambua kwamba wananchi wetu wengi ni wa kipato cha chini na wengine kidogo kipato cha kati. Kwa hiyo niendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na Wizara yetu ya Elimu kwa namna ambavyo wanaendelea kulisimamia hili. Lakini washukuru sana uongozi mzima wa manispaa yetu ikiongozwa pia na dedi wetu pamoja na maafisa wetu wa elimu msingi na sekondari na watumishi wote walioko katika idara hiyo na katika shule hizo kwa namna ambavyo wameendelea kuhakikisha wanaweka vipaumbele, kuhakikisha tunatenga bajeti haswa katika ukarabati wa madarasa. Ukiangalia pale kwa shule ya msingi Mshikamano takriban shilingi milioni 22 zimetengwa kwa ajili ya madarasa, lakini vile vile kwa mwaka ujao wa fedha na kwenye pia shilingi milioni 10 zitatengwa kwa ajili ya ukarabati wa madarasa haya. Tunaamini kupitia changamoto iliyopo ya upungufu wa madarasa na kuendelea kuyaweka katika hali ya usasa, tunaamini itaendelea kuwa msaada mkubwa. Lakini vile vile kama manispaa tuna changamoto ya uhitaji wa madawati kama 4000 ambayo tunajitahidi katika mwaka ujao wa fedha. Changamoto hii tunaamini itakuwa ni historia. Tayari manispaa imeshaanza kusambaza madawati mbalimbali, mfano katika shule ya msingi Mshikamano kwa mwaka ujao wa fedha watapata madawati 80, lakini tunaamini pia hali itaendelea kuimarika. Kwa hapa shule ya sekondari Mbezi Inn, walau kwa upande wa samani za wanafunzi changamoto sio kubwa sana, lakini tutaendelea kulifuatilia kuhakikisha viti na meza hizo zinaendelea kupatikana. Lakini vile vile tumeona changamoto mbalimbali ambazo wanazo haswa katika vifaa vya kudurufu mitihani pamoja na nyaraka zingine. Na kwenye eneo hili tunashukuru kwamba tayari manispaa iliweza kusaidia, lakini na sisi na mimi kama mbunge pia nitaweka nguvu kuhakikisha kwamba tunawapatia fotokopia pamoja na laptop. Lakini vile vile nimewaahidi katika swala zima la ukarabati madarasa 10 katika shule ya Mbezi Inn kuangalia kwenye mapaa, kuweka mabati, lakini pia katika sakafu kwa maeneo ambayo yatakuwa yamepata changamoto tutaona namna gani ya kuweza kuyakarabati kuweza katika hali iliyo bora ya kisasa. Lakini pia tumewaahidi kuleta smart TV ambayo itaanzisha darasa la smart class ili kuweza kusaidia, lakini pia tutaweka router ya internet na kuwajazia material yote ya vitabu yanayohitajika ili kuboresha utoaji wa elimu katika shule hii. Tumekuta kuna changamoto kwa hapa shule ya Mbezi Inn ya upatikanaji wa maji. Maji yapo tayari na tunashukuru pia manispaa ilishaleta matenki mawili ya sim tank ya lita 5000. Tunaangalia pia kwa kuwa kuna kisima katika shule ya msingi Mshikamano, kuona kwa mujibu wa maelezo ya wataalamu nini kinaweza kufanyika kuunganisha nguvu na kuweza kutoa maji yale ya kisima katika shule ya msingi Mshikamano kuweza kuyaleta pia hapa katika shule yetu ya sekondari ya Mbezi Inn. Ziko changamoto mbalimbali zilizotajwa ikiwemo pia masuala ya mmomonyoko, umalizaji wa nyumba ya mwalimu na mengineyo. Tunayapokea kama mbunge, nitaenda kuwasiliana na wenzetu manispaa tuweze kuyajadili kuweka kwenye vipaumbele zaidi, lakini pia kupitia ofisi yetu ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na Wizara ya Elimu. Niwashukuru kwa mara nyingine tena walimu kwa namna ambavyo wameendelea kufanya kazi vema, lakini wapongeze pia hapa katika shule yetu ya Mbezi Inn Sekondari wanapokea pia wale watoto ambao walipata changamoto ya ujauzito wakarudi mashuleni, na mpaka sasa tayari wameendelea na wanafunzi kama 74, na wako watoto ambao wamepata mpaka division 2, wengine division 1, na kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana. Mimi niendelee kutoa rai kwa watoto na wananchi wa kata ya Mbezi wajue huduma hii ipo,
kwa watoto ambao walikuwa wamekatisha masomo kwa muda, walipata changamoto ya ujauzito au kukatiza masomo kwa changamoto nyingine mbalimbali. Sasa huduma inatolewa hapa, wanaweza kupata mafunzo kwa miaka 2 na kuweza kufanya mtihani wa kidato cha 4 na baadaye kuendelea na masomo ya kidato cha 5 na cha 6 au kupitia elimu ya mfumo wa aina nyingine. Kwa hiyo niwakaribishe sana wazazi, niwakaribishe na watoto, tusikae nao majumbani. Serikali ilifanya uamuzi huu kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa kike anayeachwa katika swala zima la upatikanaji wa elimu. Asante sana na washukuru sana kwa ziara. Asante ndugu Mheshimiwa Mbunge na Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia na Habari. Kwanza tunayo heshima kubwa kukushukuru kwa wewe kama mheshimiwa pamoja na majukumu mengi ulionayo, lakini ukatupa kipaumbele manispaa ya Ubungo kwa ajili ya kufanya ziara hususan kata ya Mbezi, na umefanikiwa kufika Mbezi Sekondari ambapo umepokea taarifa na umepokea changamoto ambazo tuko nazo. Kipekee kwa niaba ya mkurugenzi tukushukuru sana na tukupongeze kwa moyo wa kazi na wa kujituma. Hakika Mheshimiwa Rais aliona ni chombo hadi akakuteua kuwa waziri, na ni kweli unaitendea haki hiyo nafasi. Tumepokea kwa moyo wa shukrani mkubwa ahadi zote ambazo umezitoa kuanzia shule ya msingi Mshikamano na hapa Mbezini Sekondari ambazo wewe binafsi kama mbunge hapo umezipokea kama mbunge na unaenda kuzitatua, na hiyo manufaa tunaipata sisi idara ya elimu sekondari kupitia shule ambazo ziko kata ya Mbezi. Sisi kama kata ya Mbezi tunajivunia sana kuwa na wewe katika jimbo hili la Kibamba, lakini kwenye kata hii ya Mbezi, kwa sababu tunaona kazi unayoifanya. Mimi peke yangu nimeona jinsi gani unanipa msaada, unanisaidia na kunishauri namna gani ambavyo tunaweza kwenda. Nikupongeze sana kwa hivi vifaa ambavyo umevitoa kwenye shule hii ya Mbezini Sekondari na shule ya msingi. Mimi nikuhakikishie mheshimiwa, tutashirikiana sana. Na njia ile ambayo unanifundisha na mimi kuipita, nikwambia na mimi nitapita njia hiyo hiyo. Nimeona umetoa hapa photocopy machine, umetoa vifaa na kompyuta, lakini mimi najitahidi mheshimiwa. Pale na mimi nitakapoona na wewe umepita, na mimi sitaacha kutoa chochote. Na kwa kutambua haya, nilianza na mimi na shule moja ya Idris Abdul Wakili. Nimepeleka photocopy machine na nimeshapeleka kompyuta kwa ajili ya kufanyia kazi.